Shalomu wapendwa katika Kristo. Karibu tena katika Heavenly Glory TV.tz, neno la Mungu kwa mataifa yote. Leo tunaenda kuzungumzia kuhusu ujumbe mzito sana, ishara 7 za mwisho wa dunia na ujio wa Yesu Kristo. Je, dunia inaelekea mwisho? Je, Biblia ilitabiri mambo tunayoyaona leo? Haya ni maswali ambayo tunajiuliza, watu wengi na ulimwengu na dunia inajiuliza kwa ujio wa Yesu Kristo na hali tunayoiona sasa. Vita vinaongezeka, mateso yanaongezeka, watu wanamwacha Mungu. Je, hizi ni ishara za mwisho? Leo tunaanza na sehemu ya kwanza kati ya sehemu 3 na tutatazama ishara za kwanza ambazo Yesu mwenyewe alizungumzia. Kaa hadi mwisho kwa sababu ujumbe huu unaweza kukubadilisha maisha yako milele. Ishara ya kwanza, vita na tetesi za vita. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 ule mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Yesu alisema kabisa kuwa kabla ya mwisho kufika, dunia itaona vita nyingi. Leo tunaona mataifa dhidi ya mataifa mengine wanapigana, hofu duniani, machafuko kila mahali. Ni ishara kuwa tunakaribia wakati wa mwisho. Lakini Yesu alisema, angalieni msitishwe. Maana yake ni kwamba waamini ama waaminio wote wa neno la Mungu, neno la Kristo Yesu, wanapaswa kujiandaa kiroho kwa ajili ya ujio wake Yesu. Ishara ya pili, njaa na taabu kubwa. Mathayo 24 ule mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Ishara ya pili ni njaa na taabu kubwa. Leo tunaona ugumu wa maisha, bei ya vitu kupanda kila siku, watu wengi kuteseka. Hata chakula kimekuwa cha shida kubwa na watu wengi wanateseka kabisa katika jambo hili. Biblia ilisema mapema kabisa, hii si ajali, ni ishara ya nyakati za mwisho. Mungu anatutambulisha kuwa tunatakiwa tumtegemee yeye zaidi kuliko kutegemea mali zetu za dunia, kwa sababu dunia inapita, lakini neno la Mungu linabaki milele. Twende tuangalie ishara ya 3. Ishara ya 3 inasema manabii wa uongo. Ishara ya 3 ni kutokea kwa manabii wa uongo. Mathayo 24 mstari wa 11, neno la Mungu linasema, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Manabii wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Sasa sikiliza nikwambie, na manabii wengi wa uongo watatokea. Hii ni ishara kubwa sana leo. Watu wengi wanadanganywa, wengi wanauza injili, wengi wanatafuta maarifa, wengi wanatafuta umaarufu, wengi wanatumia jina la Mungu kwa biashara. Tunayaona hayo yakitokea kila siku, lakini Yesu alituonya mapema, sio kila asemaye Bwana Bwana anatokana na Mungu. Sio kila aniitaye Bwana Bwana ataingia katika ufalme wangu. Sio kila aniitaye Bwana Bwana ataingia katika ufalme wangu. Na sio kila asemaye Bwana Bwana anatoka kwa Mungu. Na ndiyo maana lazima kusoma Biblia mwenyewe, kuomba kwa Roho Mtakatifu, kupima kila mafundisho. Usifuate kila sauti, bali mfuate Kristo. Hizi ishara 3 za kwanza, vita na tetesi za vita, njaa na taabu kubwa, manabii wa uongo. Na bado kuna ishara nyingine 4 kubwa zaidi katika sehemu ya pili. Tutaona kuongezeka kwa dhambi, upendo wa wengi kupoa, mateso ya waamini,
usikose sehemu inayofuata. Kama ujumbe huu umekugusa, andika nimejiandaa kwenye komenti, na usisahau kulike, subscribe, share na bonyeza alama ya kengele ili usikose sehemu ya pili. Mimi ni wako Reverend Pastor Philip Yona Mleka, Heavenly Glory TV. Mungu wa mbinguni akubariki. Amen.